Hi everyone, I hope mko poa, mko salama. Yes, kwa majina naitwa Latifa kutoka Mombasa. Latifa, Queen Latifa. Kwa TikTok natumia Queen Latifa 001, Instagram natumia Latifa Kenya, YouTube natumia latifa.001. So kindly please, my good people, Team Latifa, naomba mnifollow, subscribe channel yangu YouTube tafadhali, nawaomba kwa hisani yenu, nitawashukuru sana. So mimi kuja hapa kutengeza video, kuna vitu nataka niongelee vya nitaiwekekaje kuhusu kusafiri, kwa sababu mimi bana sina experience kubwa, lakini na imani ile experience yenye niko nayo nikiongea, labda hapa kando kuna mtu au kuna watu wanataka wana hiyo process ya kusafiri au tayari washasafiri na wanapitia changamoto fulani, labda itawasaidia, itawazidi kuwapa moyo na watazidi kupambana kwenye kupambania ndoto zao. Kusema sina experience zaidi au kusema sina experience kubwa ni maybe kuna wenzangu zaidi ya mimi, kuna watu zaidi yangu wenye wana experience zaidi ya yangu. So ni bora tu niweke mpaka wa kuwa kusema sina experience but niko na experience kidogo ya kuhusu mambo ya kusafiri au kukaa nchi ya Waarabu. Kwa sababu kusema la ukweli ama kusema ukweli, mimi nimekaa Gulf almost 14 years, na sieti nimekaa nilikuwa siendi Kenya, no, nikipiga miaka yangu 2 narudi, naenda nyumbani, naona watoto, familia, nini na nini, wazazi wangu, then narudi. Sorry. So kwanza kabisa before nianze kuna kauli nataka niongee au kuna maneno nataka niongee, kwa sababu kuna watu wanapenda sana kukejeli wanawake ama binadamu wenye wanafanya kazi nje ya nchi au wenye wanafanya kazi ya nyumba kama mashaghala. Umenielewa? So naomba nianze kuongelea hawa watu. Waache kukejeli, waache madharau na kusema, komenti nyingi nimeziona sana. Wanasema, utatuambia nini? Wewe mwenyewe waosha choo. Wewe mwenyewe unasugua choo za Waarabu, utatuambia nini? Sijui nini, ni kazi. Jamani, ni kazi kama zile kazi zingine. So inategemea na wewe unaifanya hiyo kazi ya kuosha choo. Hiyo kazi ya kuosha choo unaichukulia kama kazi au umekuja kuichezea? Kwa sababu wapo wenye wako huku wamefanya kazi miaka mingi kweli, lakini wameambulia tupatupu. Siwezi jua ni changamoto zao ni gani. Kwa sababu wengine ni changamoto kupitia familia, kupitia wenye wanatumwa pesa yani mtu anafanya kazi akituma pesa Kenya, akisema afanywe miradi yake, lakini miradi haifanyiki. So inakuta mtu anaambulia patupu. Poleni sana kwa wenye ambao wanapitia changamoto kama hizo, na inshallah Mwenyezi Mungu atawafanyia shufaa na afueni, na atawaonekania, na atawatia mankini, na atawatia maarifa hao watu ambao wanaodhulumu pesa zenu, jasho yenu, wawakumbuke na wawafikirie mara mbili na kuwaelewa kwa hawa familia zetu zinateseka juu yetu. Kwa hiyo tunafaa tufanye mankini na tuwawekezee pesa zao ama fedha zao kulingana na miradi zao zenye wanatutuma, inshallah. Hapo sijui kama mtakuwa mmenielewa juu nimeongea Kiswahili kirefu. I think mtanielewa. Mkitega sikio vizuri utaelewa Latifa anaongea nini. Sasa basi, kazi ni kazi, inategemea na wewe mwenyewe utaichukuliaje. Hakuna kazi rahisi na hakuna mafanikio yanakuja rahisi, by the way. Hiyo niwaambie. Mimi kukaa hii miaka 14 Gulf, sieti nimekaa tu Saudi. First kabisa nilisafiri nikaja Saudi 2012 kama nilivyosema. Alafu nikakaa miaka 2 na miezi 8 nikaenda Kenya. Nikakaa Kenya miezi 3. Nikaenda zangu Qatar nikapiga tena miaka 2 na miezi 6. Nikarudi zangu Kenya. Umenielewa? Nilipofika Kenya nikakaa kidogo, nilikaa almost ilikuwa kama miezi kama si 5 hivi 4. Nikaenda zangu Dubai. Nikapiga Dubai miaka 3. Nikarudi Kenya. Then nilipofika Kenya nikakaa tena kidogo kama miezi ya kuhesabu ile nini nikarudi zangu, nikapata safari ya Saudi tena.
Nikakaa tena Saudi miaka 2 na miezi 7. Nikaenda nyumbani nikarudi tena kwa hiyo nyumba. Nikapiga tena miaka 2 na ilikuwa miezi 9. Nikaambiwa niende tena vacation, nikarudi tena kwa hiyo nyumba. Sasa niko kwa hiyo nyumba. Tutaendelea na story, wacha ni stopishe kidogo.